Muda kanisani umefika. Baba yajui kwamba unaenda kanisani. Alafu unaweza kumwambia, muda kanisani umefika. Hai, subiri. Unaporudi huko utakutana na moto wa mauti nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu mimi sifundishaje kiburi kwa waume zetu wala kwa wake. Sifundishi kiburi. Kama unajibunia kufanya hayo, unafikiri uko bize kuwahi kanisani. Nikachelewa niende kanisani. Unachelewa kanisani, nyumbani umekuacha moto na watu. Utatoka huko umebarikiwa, lakini ukishafika tu eneo la kwako, wewe umebadilika. Unaanza kuona mvua tena nao ni haradi. Unasikia kutu. Lakini huko ulikuwa tunatendeleza pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usitafute furaha kwa uso wa watu, tafuta kwanza furaha kutoka nyumbani. Tengeneza kule nyumbani, mtu wa Mungu. Huyo mumeo na yeye angekuja na kanisani. Ila sababu nafikiri kwa sababu ni ya kwako peke yako. Ndio maana una kiburi mpaka namchukia na Mungu wetu. Unasikia kuchapa. Ewe subiri. Unajua kuna siku tutahitaji kushika fimbo kwa sababu sitakuwa nimekosea. Maana hata Yesu alichukua viboko, alicharaza fimbo baada ya karudi, na mimi nitakuchapia hapa kwa sababu nikikuchapia hapa hata ukienda kwenye shtaki tamwambia alikuwa chini ya darasa langu. Amina. Kwa hiyo nakunyosha na fimbo hata kama ulisahau miaka kadhaa iliyopita, lakini mimi huko nitachapa. Hata ukinishtaki kwa nini nani atakuelewa? Amekuchapia wapi? Kanisani. Ulikuwa nani? Ibada. Sema huko baba. Msamehe, huyo ni baba yako wa kiroho. Wewe mkubali tu, msamehe. Wakisema msamehe tu, kalifipo zinakuwa zimeshi. Zinakuwa zimefutika. Bado ukija huko nakumbuka nini jambo hili chapa ila juzi nini chapa. Alafu bado nakumbuka